He, mimi naomba kama iko mtu asipojichunga atanyongo la kewaru akufe. Ni must go leo. Mimi nataka kwenda huko kwa Wakalenjin kesho. Murwa Dikir wamenialika huko. Murwa Dikir unasemaje? Murwa Dikir unasemaje? Wacha nione watu wanga. I promise you leo status maji naanza konyaki. Too bad. Maji na skuma inaanza mwarubaini guys. Oh my goodness. President Ruto will not be re-elected. I want the world to know that. Because he has no pathway to re-election. All the people who voted for him have left. Those who did not vote for him have not gone to him. Anybody following him, you're on your way to opposition. Oh my God. Ndugu yangu, mtu anaenda nyumbani, upende usipende. Na mtu anasema, ati tutaweka nani na tutamtoa aje? Wewe ulimweka. Wewe rais, wacha kutusi watu. Shame on you. A full president. Mimi kumbe sijaiona, kumbe tunaweza chagua rais mwenye umbavu ya mtu. UDA ile ilikuwa lokalao tofauti na UDA ya Dikir. Ya UDA ya Dikir wanapiga kura bure. UDA ya lokalao kupiga kura. Kwanza kila boma iunganishwe na stima. Wakimaliza kuunganisha simu nasema weka maji. Akimaliza kuweka maji nasema weka barabara mara. Ukimaliza uingie na bomba. Akishaingia kwa bomba anaambiwa kabla hujazungumza leta tanki ya maji. Weka maji. Akileta tanki ya maji anaulizwa hii maji itachemshwa na nini? Leta gas leta. Akimaliza anaulizwa nikipika nikishakula naenda kulala wapi? Lete mattress. Akilala mattress anaulizwa hii mattress kwani nitalala bila kujifunga? Lete blanketi. Mimi nakwambia pale Kasongo amenyolowa na Wakikuyu. Hii Wakikuyu ni kali. Aha. Amepeana mpaka viatu. Akaleta viatu wa mama akaambiwa na wazee. Akaleta ya wazee na watoto. Kura ya Mkikuyu pale kupata ni balaa. Kura moja tumepiga hesabu. Ilikuwa shilingi milioni 3. Na walikataa kupiga. Na baada ya kuchukua hiyo vitu yote wakasema ni 1. Sasa nyinyi watufikiri mnapiga kura kofia na nyimbo. Ati mtu wetu. UDA ya William Ruto hatuwezi agusha mtu wetu. Huyo mtu wenu mbona amepata mali ya kupeleka Olokalao na hawezi pata mali ya kupeleka Dikir. Hiyo ndio swali mimi nauliza. Mkiambiwa ati mpige kura ya nyumbani. Mimi nauliza hii mtu ya nyumbani kama anaweza peleka mattress Olokalao akileta Dikir, watu ya Dikir wanaweza kujikuna? Hakuna. Kama anaweza weka stima kila boma Olokalao akiweka Dikir iko makosa? Ninyi mbeba ufala. Si mbeba ufala. Ati watu ya nyumbani, mtu wetu. Mtu wetu ya sangapi? Kama yeye anapelekea watu ya Olokalao kila kitu.
waliitisha. Mpaka meli waliletewa na hakuna samaki. Waliletewa mpaka gari ya moshi. Sasa wacha niambie nyinyi. Hao Aaron Cheruiyot wakija hapa. Akituma watu yake akina Sudi. Sasa muandike list. Hiyo mkarabati muambie kabla hamjaongea na sisi wa Kisii. Muweke stima kwa kila boma. Ndio. Mkiweka point mnapiga makofi. Kabla hamjaombea William Ruto kura hapa kwa Kisii. Vile mlifanya Olokalao kwa Wakikuyu. Muweke stima kwa kila boma. Kabla hamjaongea na Wakisii na kusema ati mtoto ya nyumbani. Kila boma iunganishwe maji ya mfereji. Kabla hamjakuja kwa Kisii kusema ati Ruto tu tam. Hizi barabara zote za Dikil, za Kericho, za Bomet aweke rami. Kabla William Ruto kuja hapa kusema anataka kura. Akuwe muungwana. Kama anawezekana Olokalao, kwa nini haiwezekana kwa Kisii? Hakuna! Ashindwe! Unaona hawa watu wa Emuru wa Dikil? Hawa watu wako na a very special place kwa Rigathi Gachagua. Kwa nini? First of all, candidate wa DCP huko Emuru wa Dikil alipata about 10,700 votes. Okay? That is very special. Well, majority of the people would consider that a very big loss. Gachagua considered it a win. And I guarantee you it was a win. These people, none of them will show up. They might not be many. They might be 10, they might be 50, they might be 100. But they are very special. These people have no obligation to love Rigathi Gachagua. Zero. The person they would benefit most kwa kuwapenda is probably Ruto. But for some reason, they don't. That is why every day Rigathi Gachagua ataikuwa aki-insist how special this watu wa Emuru wa Dikil ni special kwake. Another reason is Gachagua knows this. When Ruto is trying to divide Mount Kenya East na Mount Kenya West, Gachagua is playing the same card kule Emuru wa Dikil. Naambia wa Kipsigis, pia nyinyi mnaweza toa kiongozi. Pia nyinyi, you deserve development as your fellow Nadis. Unaona? That is the same card Rigathi Gachagua anacheza pale Emuru wa Dikil. Kama inawezekana kwa Mkikuyu, kwani Mkipsigis si Mkenya. The same treatment William Ruto umepatia Mkikuyu, upatie Mkipsigis ya nyumbani. Usibebe Mkipsigis fala. Ati kazi yake tu ni kupiga kura, akimuzi ya nyumbani. Na kuimba. Kabla haja kuja hapa Kipsigis, kila boma alete gas cylinder na ile gas ya kupikia. Ndio. Kila boma alete mattress ile kubwa, kalawa nyeze ile dogo inaharibu familia. Ya kulala mtu mmoja alete ile watu wawili. Ndio. Pia watoto na wamama waletewe pia. Tumekubaliana na Kipsigis. Wani mtapeana kura ovyo? Hapana. Because of why? No. Mimi nimemwambia mama. Sasa hata nimesahau, unajua mimi mmoja kusikiza ground. Najua hii maneno ya kifo ya Ng'eno imenigusa sana. Mimi ni gari naomboleza. Alikuwa rafiki wangu sana. Na matatizo hii amepata ya kifo. Sana ni kwa sababu alikuwa na uhusiano na mimi. Kwa sababu tulikuwa tunapangana na yeye pale mbele. Mimi niko na huzuni sana. Hata ndio nimesahau kusikiza ground. Lakini vile mmenikumbusha, acha niulize ground inasema. Leo hapa Emuru wa Dikil, watu wa marehemu Johana Ng'eno, mnasemaje? Hadi mnasemaje? Emuru wa Dikil mnasemaje? Emuru wa Dikil mnasemaje? Wacha nione watu ya mwanza. Uza ya machozi kwa kupoteza mtoto wake.
na ndio nimefika hapa na mama amenieleza William Ruto alikuwa hapa mazishi na Mandege na kila mtu walimwahidi mama na kubinia mambo mengi. Tangu amzike Johana Ng'eno hakuna mtu amerudi hapa kuona mama. Nimemsikiza yule mamake John Ng'eno, yule aliyekuwa mbunge wa huko Emurua Dikirr wakati Gachagua amemtembelea huko. Nimemsikiza yule mama akiongea, nikashikwa na huzuni, nikashikwa na majonzi. Kwa sababu wakati wametembelea pale kwa ile kaburi ya John Ng'eno, mamake amesema, mimi nakuomba mheshimiwa ujengee mauserium hapa kwa huu mtoto wangu. Azini musini sasa ikue ni kama ikue cemented, na anasema sitaki mtoto wangu azidi kunyeshewa. Nimesikia huruma, nikasikia vibaya. Yaani yule mama bado ako na huzuni, mtoto wake alikufa na ni kama huyo mtoto ndo alikuwa sasa hope yake ya mwisho. Kwa sababu hata sasa hivi ukimwangalia yule mama ni kama amedhoofika, bado ni kama anafikiria yule mtoto. So ameomba Rigathi Gachagua, kwa sababu anasema ameomba viongozi wengi wako serikalini at least wa cement ile kaburi so that mtoto wake asiendelee kunyeshewa, mvua ikikuja asinyeshewe. Can you imagine that love? It is only your mother who can love you even to death. Hata kwa kaburi mamako ataishi kukupenda. So yule mama anasema mtoto wake hataki anyeshewe tena. Manake venye tu alizikwa ni kama tu alizingira ile kitu na mbao hapo. Lakini sasa mama anasema mvua ni kama inanyeshea yule mtoto wake. Kulingana na yeye ni kama mtoto wake bado wako uhai, na ni kama mtoto wake yeye bado anapenda yule mtoto wake. Kitu kingine ameomba Rigathi Gachagua ni kwa sababu walizaliwa wakiwa wawili. Yule John Ng'eno mbunge ako na ndugu yake mwingine, lakini hajaweza kukua pale wakati Rigathi Gachagua amehudhuria, ameenda pale kusalimia wazazi. Maana ni mgonjwa na ako hospitalini. Yeye anasema ameomba usaidizi, amejaribu kufikia viongozi, lakini sasa hakuna mtu ambaye ameweza kumsaidia. Finally Gachagua amefika kwa kina Ng'eno, my friend. Emurua Dikirr. Leo at least mama ya Ng'eno atalala kama na Joel. Kijana wangu ilikuwa hivi na hivi akakufa. Alafu mimi nauliza wewe wakale odono wakale njino Rwanandi. Yaani kaburi hata ya MP peke yake mjajengea MP. Kaburi wewe. Watu wa Emurua Dikirr kwa serious man. Yaani huyu jamaa tangu akufe, yani hamjabother even yani kujenga kaburi. Kwani inachukua pesa ngapi wewe? Imebidi yani mama ya Ng'eno akujaambia Gachagua, mimi nimeambia watu wa Kenya Kwanza wajenge kijana wangu kaburi, lakini hawajamjenga. Yani mama ya Ng'eno hataki kijana yake anyeshewe. Imebidi Gachagua atake hiyo part wewe. Atake hiyo part. Amwambia mama ya Ng'eno, mimi nitajenga hiyo kaburi, nitafuta fundi, everything the cost yote nitafanya. Mimi nauliza watu wa Emurua Dikirr, kwani huyu jamaa mko mnasema alikuwa na support artist, alikuwa na support wase wengi? Kwani hatuko tu with a certain group ya people tu, watu tu kiasi wajitokeze tena waseme wacha tujenge huyu jamaa kaburi akae mali smart. Yani ndio mlizika hivyo mkapiga bao mkawachana nayo alafu mnakaa tuko tu tamu. Stop joking. Wakikuyu na Wajaluo unajua mmesoma kitu Emurua Dikirr. Mumeona ujinga mnatumikanga, mnapewa shilingi 100, naanza kupiga watu, sijui mnarusha mamawe, mnapiga sijui nini. Umeona wakali nchini vile wamefanya? They acted maturely. They are leader acted maturely. Gachagua akuje, apige kelele, aondoke. Kwani amebeba nani venye sahi anatoka Emurua Dikirr? Ni nini mnaletanga ujinga, siasa za ujinga? Sahi watu walienda Homa Bay, watu waina watakufa. Why do we have to lose life? Kwani sahi amebeba nini wewe? Si utaenda kuamua mahali unataka kupiga kura, si utapiga?